kuanzia mwezi wa 11 mwaka 2024 nilianza kuumwa kidogo kidogo. Ulikuwa na kauvimbe kidogo kwenye joint ya mguu hapo chini, na baadaye mpaka kufika mwezi wa 8 nikaanza kusikia kama maumivu fulani hivi kwenye magoti. Ndipo nilipoenda hospitali na kupatiwa matibabu, ikawa bado hali yangu haijawa nzuri. Na baada ya hapo nilikuja kupata maumivu makali ya ghafla ambayo yalipanda mpaka kwenye kiuno, yakapanda kwenye uti wa mgongo na baadaye kichwani. Mwezi wa 3 nikiwa niko nyumbani kwangu hapo Same, siku moja nikasikia mahubiri. Nilisikia mahubiri na maombi nikiwa nimelala. Nilisikia kama sauti ikiniambia nifuate hiyo sauti ambayo inaomba. Muda huo nilikuwa siwezi kutembea. Nakumbuka nilikuwa na mdogo wangu akaniambia, utafikaje kwenye hilo kanisa? Nikawa nimejivuta hivyo hivyo, nimejikokota nikafika kwenye hilo kanisa. Ndipo mlango wangu ulipoanza kufunguliwa. Maana nashukuru Mungu kwa kweli. Nilikutana na watu ambao walijaribu kunijenga kwa upya mahali ambako nilikuwa nimeshakata tamaa. Nimshukuru mchungaji wangu Baba Mramba ambaye amekuwa ni mtu ambaye alinitia moyo sana. Yaani sikutumia muda mwingi kwa jinsi alivyonielekeza na kunijenga, nikapata tumaini jipya, nikajua kulisoma neno, nikajua kulitumia neno, nikajua kutumia mamlaka. Ndio mamlaka hayo ambayo nilifundishwa na mchungaji wangu yamenifikisha hapa nilipo. Kipekee pia nimshukuru mchungaji wangu, mchungaji Ines. Alikuwa bega kwa bega na mimi hata wakati ambako sionekani, hata kwenye vipindi alikuwa akinifuata na kujua naendeleaje, nahitaji kujifunza hiki na kile. Mungu awabariki sana kwa kweli. Wasipungukiwe na chochote.